Bunge power. Mimi yangu ni machache sana. Kwanza kabisa ni kuhusu guns. Tuko na insecurity sana. Kama inafika wakati maseneta wanaweza vamiwa na just ordinary people, watu ambao hawana masilaha wanaweza vamia hadi viongozi, kumaanisha Kenya tuko kwenye hali ya hatari kwa mambo ya security. Jambo la pili, mimi nimeudhika sana kwa maneno ya baadhi ya vijana comrades ambao wamesoma, wamehitimu, baadhi wao wamesoma, hatuwezi sema kwa university na uelewi maneno. Comrades wako pale wanaweza panga line wapewe shilingi 100 na viongozi. Hiyo ni makosa kubwa sana. Hapa Kisii juzi kulikuwa na baadhi ya viongozi huku wakatembea kwenye vyuo vikuu wenye ziko ndani ya Kisii, na tumejua viongozi wanataka kununua vijana wadogo, lakini tunawaambia jambo moja, sisi hatuwezi nunuliwa. Tuliamua tunaenda kuchagua kiongozi kulingana na kazi yake, kulingana na matendo yake. Unajua hatuwezi jua huyu kiongozi ni mzuri, lakini hizi naambia vitu vibaya zinafaa kushinda vitu vizuri. Kama ni kiongozi, hakikisha vitu zako vyema ni vingi kuliko vitu ambavyo si vyema. Jambo lingine, wanafunzi wa vyuo vikuu wana mashida mengi sana. Baadhi yao hawana hela za kujifadhili. Comrade amesota. Sasa unampatia shilingi 100, hivi msaidia 100 itasolve nini? Viongozi mngeenda pale, kuna wenye wanaenda attachment sahihi. Mimi ninalilia baadhi ya viongozi ambao wanaweza pata hii ujumbe, wasaidie hao wanafunzi ambao wanaenda attachment, wapewe help pesa kidogo ambao wanaweza fanyia biashara, wanaweza afanyia relocation, wanaweza hama hapa waende another place. Wengine wametoka Kisii waende Kisumu kutafuta kazi, kufanya attachment. Imagine attachment inataka uame for 3 months, uende usome, inataka fare, accommodation, na mwanafunzi ni common mwananchi, wazazi hawana ajira. So hiyo ni kuonyesha wazazi wanaumia. Education system ya Kenya imekuwa very expensive. That is true. Very expensive. Sasa tunashindwa sisi, wajukuu wetu, watoto wetu tutawafunza na nini? Tunashindwa watoto wetu tutawafunza na nini? Pesa imepotea, hatuna tujui tutafanya aje. Sawa.